Hii ripoti nasema iendee kwa mapasta. Kwanza nawapatia story moja kidogo. Kuna rafiki yangu fulani wa kutoka huko Webuye. Huyu rafiki yangu amekuwa akinilalamikia, akiniambia mimi bwana, rafiki yangu mimi, bibi yangu alikuwa anaenda kanisani, na pale kanisani akaja yule mchungaji wa pale, akawa sasa anakuja mpaka maombezi nyumbani, anakuja kumwombea nyumbani. Mwisho amekuja kuwa sasa wanafanya tendo la ngono na yeye. Na hata ashampa mimba, amezaa mtoto. Sasa nifanya nini? Nikamwambia mimi sioni otherwise ya kufanya pale. Hii inahitaji akili kubwa, lakini hata hivyo hivi si vizuri wachungaji. Hii ripoti ni waendee. Wacheni niwaambieni kitu wachungaji. Wakati unasimama kwa madhabahu unasema Bwana asifiwe. Unasema Bwana asifiwe. Unasema tukemeeni mapepo. Unasema tukemeeni shetani. Unajua ndio maana nilisema wakati mwingine shetani atakuja kuruka watu wengi sana siku za mwisho. Atakuja kusema ni uongo. Manake wewe unasimama kwa madhabahu unasema Bwana asifiwe. Unasema tukemee mapepo. Wakati umeenda wewe umemtongoza mshirika wako na umeanza kulima shamba la mshirika. Ukiwa hapo juu wakati unalima hiyo shamba, wewe unamwambia nini huyo mshirika? Wewe unamwambia Bwana asifiwe ama unamwambia shetani asifiwe? Ama ni mapepo wewe unamfukuza? Ni mapepo unamfukuza. Mapepo yanafukuzangu hivyo. Ufukuza mapepo ya mshirika ni kukula nyama yake, ni kulima shamba la mshirika. Wacheni niwaambieni mapasta. Sisemi ni wote, lakini hiyo story nimewapatia ni rafiki yangu aliniambia. Sasa nataka niwaambieni kitu kimoja. Hii ni tabia mbaya sana. Wachaneni na washirika wakuje kuabudu. Huyu mtu anakuletea sadaka pale, alafu pia unataka ulime shamba yake. Kwa nini sasa? Na wewe pasta mwenyewe uko na bibi yako. Wasichana wa kwaya ndio hao. Nyinyi mnachukua wasichana wa kwaya mnaenda kufanya ngono nao. Nikuulize, hao wasichana wa kwaya unafanya ngono nao mpaka unaweka mimba. Mpaka tumeshuhudia bibi akikosana na bwanake, bibi mchungaji na baba mchungaji wanakosana sababu mchungaji ameweka msichana mimba. Hivi sasa ndio kuabudu tunaabudu ama tunasema nini? Na wakati watu wakisema makanisa mengi, huwa hata si Mungu anaabudiwa kule, huwa ni shetani. Wale watu huwa wakosei kweli. Manake vituko vyenye viko pale kwa makanisa mengi si vya halisi, si vivyo kunaendelewa, si vizuri kabisa. Mchungaji, usilime shamba za washirika tafadhali. Heshimu washirika na mheshimu Mwenyezi Mungu. Wachana shamba kulima shamba za washirika. Hata sijai kuona mapepo yanafukuzangu hivyo mimi. Ati upate nyama ya mshirika ndio mapepo yafukuzangu hivyo. Kama ni mapepo, acha mshirika na bwanake wafukuze hiyo mapepo. Si wewe uingilie ndani ufukuze mapepo. Ndio maana wakati mwingine tunasema ni tuwawekee mipaka wa bibi zetu kuhusu mambo na kanisani. Sika na kwamba tutaki waende kuabudu, lakini kama inafikia hapo sasa inakuwa hata tutawakataza kwenda kanisani kabisa. Kwa hivyo wachungaji, wacheni kulima shamba za washirika. Wacheni kulima shamba wa wasichana wa kwaya. Wako kwa madhabahu wale. Ukilima hiyo shamba, ukibandika huyo msichana, Jumapili ikija, ni nini itaabudiwa pale? Mtakuwa mnaabudu Mungu ama ni shetani? Na mmetoka kubandikana na huyo msichana. Umekula nyama ya huyo msichana, umekula nyama ya mshirika. Na nyinyi washirika, mnajua kila kitu. Mnajua huyu mshirika anabandikwa ni pasta, huyu mshirika huwa anatoa nyama yake kwa pasta. Mbona muongei kanisani? Si muongei kanisani ama mtoroke hiyo kanisa. Wacheni kwenda hiyo kanisa. Tafuteni kanisa nyingine yenye busara. Sio kwenda mahali pale mpaka bwanako akuje kujua mwanzo kutandikana mangumi kanisani. Nimeshuhudia ngumi kanisani zikiendelea huko. Pasta moja kanisa iliisha, na ilipoisha akaita mshirika mmoja hapo kwa chumba chake kile cha siri cha maombi. Na wakaenda na bwanake yuko hapo. Wakaenda, bwanake kufika nyumbani aone bibi yake. Akanongonezewa ni mshirika mwingine, akamwambia unajua nini? Kuna kitu hiyo pasta wanaendelea na bibi yako. Huyo mshirika karudi polepole kuwapata pale. Alipata ngoma zinaendelea pale kanisani. Alipata huyu pasta akibandika bibi yake pale kanisani. Basi kaanza mangumi pale. Hatutaki hivyo. Hii ni aibu kubwa sana wachungaji. Kama ni mchungaji, kuwa mchungaji. Mnatunyonya kupitia sadaka. Alafu pia mnataka pia mabibi zetu pia mwachukue pia mwakule. Hii tumekataa na tumesema ni tabia mbaya sana. Wanaoniunga mkono waongee hapo kwa comment section.